Bwana Yesu atusaidie sana. Vijana wamekufa kwa kabla ya kati zao. Watumishi wa Mungu wameanguka kabla Bwana hajawatumia. Wameanguka watumishi wa Mungu kabla hawajafufua maiti. Watumishi wa Mungu wameangushwa kabla hawajatenda miujiza ambayo Yesu alituahidia tutatenda zaidi kuliko hata aliyotenda yeye. Ni kizazi hiki ambacho kimeongezeka. Najua pale unaponitazama wewe ni shahidi. Angalia hata tulipokuja juzi kuweza kufanya kuhesabiwa Tanzania nzima na mabara mengine kule. Karibu sana rafiki yangu Kale, umepotea sana. Tanzania kumekuja kutoka hesabu watu walipohesabiwa. Ikasemekana wanawake ni wengi kuzidi. Bwana tusaidie sana. Wanawake wako kiwango kikubwa sana. Lakini wanaume ni wachache. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni kwa sababu gani? Adui yuko kazini kuzalisha kizazi. Kizazi kilichoharibika. Tumeona mambo mlipuko sasa hivi wanasema kwamba mtoto wa 2000 wa kike umwambii chochote. Wamefanya mtoto wa mwaka 2000. Sasa hivi unachangaa ndipo kuzidi zaidi. Mtoto mwenye miaka 13 ameshaanza kuelewa, kufuatilia, kukimbizana na kitu kinaitwa mapenzi, kitu kinaitwa ngono. Bwana Yesu atusaidie. Mtoto wa kike huyo, mtoto wa kike ana miaka 15, ana wanaume msululu mtaani. Mtoto wa kike anasoma, yuko darasa la 7, lakini anajua kila kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni fimbo ambayo adui ameitumia, na wanawake wamekubali kutumiwa na adui. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ni jeshi kubwa. Narudia, mtoto wa kike ana miaka 15, ana wanaume msululu. Amepita hapa, amepita hapa. Unakuta hata sura imefanana, imebadilika. Ukimtazama tu amefanana, amekuwa ni mtu, sura yake inachochea zinaa. Bwana atusaidie sana. Wanadamu walipozidi kuongezeka, wana wa kike walizaliwa kwao kwa wingi. Hata sasa tunaona mabala mpakani Kenya pale kuna vituko vinaendelea. Tanzania watoto wa kike wadogo wanaolewa kabla ya wakati wao. Bwana atusaidie sana. Yuko shule lakini ana wanaume. Yuko shule lakini ana simu message zimejaa za ngono. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ukimtazama anapoenda shuleni anavaa nguo za shuleni, lakini anapotoka akiingia mtaani anavaa nguo nusu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na wazazi huku wanaumia, wanapambana kumsomesha mtoto wao. Mwisho wa siku wanapomaliza na mimba. Na baada hapo ujue watu katika nyakati za mwisho, shetani kuhakikisha watu wengi mbingu anaikosa, anamtumia mwanamke. Bwana Yesu atusaidie sana. Barikiwe sana Kale kwa gondea kushare, rafiki yangu na wengineo. Nataka nikuambie rafiki yangu, kama unavyoona kizazi, kama unavyoona watoto wa kike wameongezeka kwa wingi, nataka nikuambie iko hatari inakuja mbele. Nataka nikuambie iko hatari inakuja mbele. Kama unamwona mwanamke, kizazi cha nyoka alichokitabiri Yesu, kizazi cha nyoka, unamwona mwanamke yuko tayari kutembea uchi barabarani, yuko tayari kutembea na nguo ya kulalia. Umemwona kijana yuko tayari kusuka nywele, kutoboa masikio. Nataka nikwambie iko jambo, iko hatari inakuja mbele. Iko hatari inakuja kuikuta dunia. Iko hatari inakuja watu kuangamia. Iko hatari inakuja kukuta ulimwengu wote watakaoamini. Nataka nikwambie ule rafiki wa kweli katika majira haya, unayemwamini Mungu, wewe ni mtu, unatakiwa mtu pekee sana. Unatakiwa mtu wa kumng'ang'ania Mungu sana. Unapoona uhasi umeongezeka, na wewe ongezeka kuihasi dunia, ongezeka kuikataa dunia, ongezeka kulijua neno la Mungu, ongezeka kiimani ulio nayo. Ikiwezekana unanitazama huko mahali hapa, bado hautaki kuingia katika neema hii ya Yesu Kristo, kabla hatari inayokuja ijaja, nilikuwa ninakuomba tu badilishe mwenendo. Tumekaribia nyumbani wapendwa. Neno hili Bwana anaeleza, anasema, narudia, kitabu cha Mwanzo sura 6, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi,
walipozidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Na wana wa kike walizaliwa kwao, maanake walizaliwa kwa wingi. Kama unavyoona dunia leo, jinsi adui amezalisha, ametengeneza mbegu ya kike. Watu wanahangaika, mbona sipati mtoto wa kiume? Inakuwaje sipati mtoto wa kiume? Napata watoto wa kike tu. Mtu anapopata mtoto wa kiume anashukuru Mungu sana. Kuna watu wanaonitazama hapa ni mashahidi, wanaelewa. Bwana atusaidie sana. Wanazaa wa kwanza mtoto wa kike, na ukiangalia tabia zake, mawazo ya watoto, kizazi cha mwaka 2000 kiko sibiti. Bwana atusaidie sana. Wako sibiti kimawazo, wanaikimbilia dunia. Lakini siku moja nikasema, dunia, watoto wa kike iko sibiti dunia. Hamtaweza kuifukuzia. Dunia imejaa mauti ndani yake, imejaa ghadhabu ndani yake, imejaa magonjwa ndani yake. Ukifukuzia dunia, ina shimo kubwa itakumeza. Utakufa kifo cha aibu, utakufa kwa magonjwa ambayo hayatipiki. Bwana tusaidie sana. Watoto wa kike wako sibidi kuikimbilia dunia, na tumeona watoto wa kike wa mwaka 2000 kuanzia ni kizazi cha nyoka kilichoharibika. Mungu anapotazama, anakosa ni nani amtume katikati ya kundi la watoto wa mwaka 2000 na wa mwaka 2000. Anaona wote mawazo ya kusibidi, wanafuatilia mambo ya ngono, wako kufuatilia dunia iliyoharibika, wako kuhakikisha wanajitengeneza mifumo yao imejaa zinaa, kuhakikisha wanawaua vijana kabla wakati wao. Na ni shetani analitumia kama bomu. Anajua wanaume wakiongezeka watalipindua ulimwengu, watasimama katika haki. Ametengeneza mbegu mwanamke kumfanya, yani kama silaha ya kumuua. Vijana wanakufa kabla wakati wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kutana na kibinti kama mwaka 2000. Kamevaa uchi, kamejipamba, mavitu ya ajabu, kamekuwa kama jini. Kijana naye alivyoishiwa maarifa na akili, anaingia anachanganyikiwa, akili na sensi, anakuwa kama mlevi. Anaona kila jambo ni sawa. Akiambiwa tufanye hiki sawa, akiambiwa ili utembee na mimi, inatakiwa usuke, inatakiwa utoboe masikio, inatakiwa uvae nguo fulani hivi kugubana ushalobala fulani, ili ndio utembee na mimi. Na kijana naye anaona ndio sahihi, ni sifa. Anaenda kuangamia. Kanamwambia ili utembee na mimi lazima uwe unakunywa pombe, lazima uwe mlevi kama mimi ili uweze kutembea na mimi. Kijana ametoka huko na kijijini Usukumani kama kwetu huko. Ni mtu ambaye alelewa katika mazingira ya kuweza kutumia kileo chochote. Kijana ametoka Masaini huko, na yeye hajalelewa katika mazingira hayo. Anajichomeka katika shimo. Maandiko yanasema kwamba malaya ni shimo ndefu. Akasema ili kuepukana na malaya, mshike sana Bwana wa majeshi. Bwana tusaidie sana. Barikiwe sana unanitazama ukiwa sehemu yoyote ile. Sema tu kwamba Yesu atusaidie kwa kweli vijana. Mungu atusaidie kweli vijana. Mungu atusaidie sana mabinti. Sema kwa sauti yako. Najiuliza, anaangukia katika shimo hilo, anakuwa mlevi wa kutupwa. Wazazi wao wanajua kwamba kijana yetu ameendaka mjini kupambana, ameondoka hapa na hekima zake, si mlevi, lakini anarudi nyumbani ameshakuwa mla ugoro, ameshakuwa mvuta bangi. Meno yake alikuwa ni meupe, lakini meno ameharibika. Bwana Yesu atusaidie sana. Zinaa inaua, imebeba mauti. Zinaa imebeba laana. Zinaa, ukitumia zinaa unauza utu wako wa ndani, unauza kibali chako, unauza huduma yako, unauza hata ndoa yako iliyo hekima. Bwana tusaidie sana. Unapoingia kwenye zinaa, kwenye ngono, kabla ya kuolewa kwa wakati wako, unaua kila kitu ambacho Bwana alikuwekea mbele yako. Ndio maana unaangalia katika nyakati za leo, kitaka kuamini kizazi cha nyoka. Angalia sasa hivi kipindi cha leo, kizazi cha mwaka 2000, mtoto wa kike ukimkuta yuko kwenye ndoa, yuko na amani, ni wagohesabu sana. Ukimkuta kwenye ndoa ametulia, ni wagohesabu sana. Asilimia kubwa wote wako nje, wako wakizulula, wakitembea huyu na huyu. Mwingine amemwambia nunulie iPhone, mwingine wako ameniambia nunulie suruali fulani, mwingine ameniambia nunulie hiki.
kwa wakati mmoja na wanaume wengi. Bwana atusaidie sana. Ni hatari ambayo ni viashirio vya kwamba Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili ni kitu ambacho kitakuwa kinaenea ulimwenguni. Na zinaa imeendelea sana. Mwaka 2000 mabinti waliozaliwa mwaka 2000 wote ukiangalia mawazo yao yako